Vijana kilimo biashara ni moja ya miradi ambayo iko ndani ya Braki Maendeleo kama taasisi. Mradi wa vijana kilimo biashara unafadhiliwa na shirika la Kimarekani linaloitwa Mastercard Foundation. Ni lugha fulani ya Kisukuma hiyo. Na anayesimamia huu mradi ni shirika la mpango wa chakula duniani au WFP. Shirika la mpango wa chakula duniani ndio wasimamizi wa huu mradi na mtekelezaji ndio Braki Maendeleo Tanzania. Tupo na shughuli hizi kwa sababu tunahitaji kutoa mchango wetu kwenye shughuli za kilimo na hasa kwa vijana. Na tuna mazao makubwa mawili ambayo ni alizeti na mtama. Na mtama ni mweupe. Lakini pia kiangazi tunahusika na mazao ya bustani yoyote yale. Na pia vijana wanasema kijana yeyote atakayejiongeza. Vijana mpo? Utakayejiongeza kwenye shughuli yoyote inayotokana na au kwenye mnyororo wa kilimo, basi Braki Maendeleo itakushika mkono. Kwa hiyo lugha nyingine kwamba tunakutoka kwenye mtama, alizeti na mnyororo mzima wa mazao hayo. Kwa hiyo kijana yote anayefanya nyongeza kwenye hicho, basi sisi tutamshika mkono. Na naomba nitumie nafasi hii pia kwamba tumekuwa tukikaa pamoja na wenzetu wa SIDICO. Nafupisha maelezo yangu. Tumekuwa tukikaa pamoja na SIDICO. SIDICO wameonyesha kuwa na mbegu bora na nyinyi mmeiona. Na ofisi ya kilimo imethibitisha. Sasa kwa vile SIDICO pia wana mbegu za bustani, sisi tunapanga kununua baadhi ya mbegu nyingi tu za kutoka SIDICO. Tunaamini tukinunua mbegu nyingi kwao watatupatia pia za ofa. Mtaomba mtajibu kama hiyo ofa tutapata au vipi. Tunataka tununue, na kwa sababu tutanunua kwao moja kwa moja, ina maana bei ambayo tutakuja kuwauzia nyinyi au nyinyi mtauziwa itakuwa ya chini. Kiukweli sisi SIDICO lengo letu kubwa ni moja, kama ninavyoongea mara kwa mara kwamba tunataka tuone mkulima anapata matokeo. Ndio maana tunaweka nguvu kubwa sana kuhakikisha tunaleta mbegu bora ambazo mkulima akilima kwa mara ya kwanza lazima awaambie na wenzake. Na tumepata matokeo makubwa sana huku Simiyu kwa ujumla, kwamba ni moja ya eneo ambalo wakulima wote wanalima mbegu za SIDICO, na tunajisifia kwamba tukija Simiyu tupo nyumbani. Tukija Simiyu tupo wapi? Nyumbani. Tupo nyumbani. Yaani mkulima atanunua mbegu ya kampuni nyingine endapo amekosa mbegu ya SIDICO dukani. Ndio mrejesho ambao tunaupata. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo hata sisi wenyewe kama SIDICO tunajipiga kifua kila siku na tunafanya kwa vitendo. Ndio maana utaona leo tumeweka pale mbegu ya kwetu kama SIDICO, lakini pia na ya taasisi ambayo iko chini ya serikali, ila mkulima anachagua mwenyewe. Sisi tuko vizuri katika research. Tumetumia nguvu kubwa sana kwenye research ili kupata mbegu ambayo inampa mkulima nini? Matokeo. Katika ile mashamba darasa tuliokuwa tumelima nyakati za kiangazi, tulikuwa tunamwagilizia. Tunataka hizo mbegu kwa ajili ya msimu ili kusudi kwamba tuweze kupanda. Basi mnaweza mkajikusanya kama kikundi, mnakuja kwa Mr. Mbwiro pale, anachukua ile listi, lakini pia atachukua na mahitaji yenu yote. Kwa wakulima wenzangu, jamani, tuhamasike. Tulime kilimo cha kitaalamu zaidi. Tunawaahidi tu kwa mbegu ambazo zitakazokuja tutafanya vizuri zaidi ya hapa. Kingine naomba ni wakulima wangu, na waomba sana tuelimike, tubadilike jamani. Tufate kanuni bora za kilimo. Nafikiri mnaona mashamba yetu darasa yalivyofanya vizuri. Yote haya ni kwa sababu ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wa kilimo. Kata yetu nimepata taarifa mradi huu ulikuwa ni wa vijiji 20, kata 10, lakini Buyubi tumeongoza. Kama tuko kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Aidha mkulima unalima kwa kutegemea mvua, unakutana na mvua nyingi unakosa. Ama mvua zinakosekana, halafu ukilima mvua zinakosa maji ya kutosha unakosa. Kilimo cha uhakika sasa hivi ni cha umwagiliaji. Na kwa mkulima mdogo tuna teknolojia inaitwa Manemeka pampu iliyoboreshwa. Tuna machaguo mawili katika manunuzi ya alizeti. Aidha uuze alizeti kama alizeti ama uuze mafuta.
njia nzuri ambayo tunaipambania kwa sasa hivi ni ya kuuza mafuta, kwa sababu kuuza alizeti naona inawakata sana. SEEDCO anatekeleza swala la serikali. Ukiona Black Maendeleo anatekeleza swala nini, mwisho wa siku useme kwamba serikali mimi kwa kweli imenitendea, lakini yote hayo wanapitia serikali.